Tafakuri ya leo kwa wale wazazi ambao wana vyuo au watoto ambao wanasoma labda ni kidato cha kwanza, cha pili na kuendelea. Unakuta kijana wako anahitaji kufanya biashara au ameanza kufanya biashara aina fulani, ila we mzazi ukifikiria kuwa unatumia hekima, unamwambia usichanganye vitu viwili kwa wakati mmoja, soma kwanza, sawa? Unamwambia achana na hiyo biashara unayoifanya, soma kwanza. Achana na hicho unachokifanya, soma kwanza, ukijua kwamba elimu ndo itayomkomboa mwanao. Nataka nikwambie kwamba hivi unakosea, yani unakosea pakubwa sana. Kama ni kijana especially, achana na hao wengine, especially hao wa vyuo. Kama ni kijana wako yuko chuo na anafanya biashara aina yoyote, ni muda wako sahihi wa kumsapoti, sio kumwambia aache ile biashara anayoifanya aendelee na masomo. Kumbuka huwa kuna muda wa ziada wa chuoni ambapo anakuwa asomi wala afanyi chochote. Huo muda anautumia kufanya nini? Hilo ni swali ambalo inabidi ujiulize kama mzazi. Sasa niko hivi, hakikisha wewe kama mzazi, mwanao akihitaji kufanya biashara ya aina yoyote, msapoti, sio umgandamize. Maana yake kumbuka, huyo atapomaliza chuo akija mtaani ajira hakuna, na elimu aliyoipata chuo, elimu ya mtaani haihusiani hata kidogo na elimu yake ya chuo. Ni vitu viwili tofauti. Ajira hakuna na mtaani ni kugumu. Wewe unafikiri nini kinachofanya? Ila kinachofuata hapo ndipo tunakuja makundi tofauti. Ila vipi huyu akiwa anafanya biashara yake, kamaliza chuo, ajira kwake itakuwa ni occupation, ila tayari ana kitu cha kufanya. Na kumbuka, matajiri wengi huwa wanafanya biashara, sio waajiriwa. Nafikiri ni ujumbe mzuri ambao inabidi uondoke nao leo, iwe we ni mzazi au mwanachuo unayenisikiliza leo. Nami nimekuwa nikiwasaidia wengi kuanzisha biashara na kufanya biashara kwa mtaji mdogo wa kuanzia Laki2 na kuendelea, na biashara zao nao zimekuwa kubwa na wananufaika. Kumbuka, biashara ni freedom, na freedom ya mwananchi au wa mtu wa kawaida ni kutokana na biashara, sio ajira. Ajira ni utumwa.